Linalofuata sasa ni salamu za BAKWATA Taifa. Namuomba Alhaji Nuhu Jabiri Mruma, katibu mkuu, aje na salamu za BAKWATA Taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, meza kuu yote na viongozi wote pamoja na waalikwa wote kwa namna walivyotambulishwa, wanahabari, mahabibi na mabwana, assalamu alaikum. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, sifa njema zote na katika kila hali ni za Mwenyezi Mungu pekee, Mola mlezi wa viumbe vyote, kwa kutuwezesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa fadhila zake, ibada ambayo imefadhilishwa kwetu sisi kama ilivyofadhilishwa kwa nyuma zilizopita kabla yetu, ili tupate kumcha Mungu. Rehema na amani ziwe juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora wa viumbe vyote, aliyesema fungeni mtapata siha, na rehema ziwafikie jamaa zake na maswahaba zake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuafikisha kuwa miongoni mwa waja wake aliotujalia kudiriki mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambao una faida nyingi kwetu. Miongoni mwake ni utekelezaji wa mojawapo ya amri ya Mwenyezi Mungu alizotufaradhishia sisi, na faida yake ni utekelezaji wake na kuingia peponi. Faida nyingine ni kujizolea subira katika kuvumilia na kustahimili njaa, kiu na matamanio ya kimwili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, huo mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kusubiri, na hakika subira ina malipo yake, na malipo yake ni pepo tu. Faida nyingine ni kupata baraka na rehema na msamaha. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapokamilisha ibada ya funga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunawajibika kutumia natija ya darasa la mwezi mmoja ndani ya miezi 11 ya mwaka iliyo mbele yetu. Ni kwa kufanya hivyo tu ndivyo tutakuwa tumefaulu hapa duniani na kesho akhira. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu atujalie kuwa ni wenye kufaulu na kufata vitendo na maamrisho ya Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, na kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali, tunashukuru kwa kutukubalia ombi letu la kuwa mgeni rasmi na kushiriki pamoja nasi katika sherehe hizi adhim za kuhitimisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaposherehekea sikukuu hii ya Eid al-Fitri, hatuna budi kuendelea kukariri wito wetu wa mara zote wa kuwaomba Waislamu wa Tanzania na jamii nzima kwa ujumla kuendelea kusimamia ulinzi na ulezi wa tunu ya amani katika nchi yetu. Tunafanya hivyo kwa sababu tunatambua kwamba amani ni maisha na maisha ni amani. Mwenyezi Mungu mtukufu ametutaka tusifanye uharibifu katika nchi baada ya kwisha kutengenezwa, pale aliposema, wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa, na muombeni kwa kuogopa na kwa kutumai. Hakika rehema ya Mwenyezi Mungu iko karibu na wanaofanya mema. Tunatoa wito kwa Waislamu na jamii yote nchini kwa ujumla, tuendelee kuitunza neema ya amani yetu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Yeye ndiye aliyetujalia Watanzania kutuweka katika kipande hiki cha nchi iitwayo Tanzania baada ya kwisha kuitengeneza, na akatukataza kuiharibu. Wajibu wetu aliotuamrisha ni kuhakikisha tunaitunza kwa gharama yote ili tusije kuiharibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hatua za kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linaendelea kusisitiza na kuwaomba wazazi kuhusu jukumu muhimu la malezi ya vijana wetu, hasa katika umri mdogo. Tunaamini malezi mazuri yakianzia katika ngazi ya familia yataleta athari chanya
katika makuzi ya vijana wetu. Hata hivyo, kwa upande huu wa malezi kidini, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tunaendelea na maboresho makubwa katika madrasa zetu kwa kuwajengea uwezo mzuri walimu wa madrasa kwa kuwapa mafunzo maalum ya uelewa wa njia sahihi za ulezi na ufundishaji ambazo ni rafiki kwa vijana wetu kujifunza. Moja ya njia tulioanza nayo ni kuwa na vituo maalum vya kuwafundisha vijana wetu watakaoenda kuwa walimu wa madrasa sehemu mbalimbali. Vijana hao wanafundishwa elimu ya dini, mbinu za kufundishia ikiwa ni pamoja na saikolojia ya malezi. Kituo kikubwa kipo BAKWATA makao makuu kijulikanacho kwa jina la Darul Maarif, ambapo vituo hivi vimeenea mikoa yote Tanzania bara. Wito wetu kwa serikali ni kuomba viongozi kutoa ushirikiano katika maeneo mbalimbali ambapo vipo vituo hivi pamoja na madrasa zingine ili kusaidia kutatua changamoto zao kwa pamoja, ili kusaidia kupata jamii yenye maadili mema. Hata hivyo, tunaendelea kukariri bado maombi yetu ya kuomba pia masomo ya dini katika shule za awali na msingi yarasimishwe ili yapate uzito unaostahiki na kusaidia malezi kuliko ilivyo sasa, ambapo hakuna utaratibu maalum wa masomo hayo wala utahini wake kama ilivyo masomo mengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kitabu cha Qur'an tukufu sura ya 9 aya 105, Mwenyezi Mungu mtukufu anawaambia mtume awaambie watu wake kwamba watende wala wasifanye taksiri katika vitendo vya kheri na kutekeleza wajibu, kwani hakika Mwenyezi Mungu anajivunia vitendo vyenu vyote, na mtume na waumini nao wataviona kwa vipimo vya imani na wataviona kwa mujibu wa itakikanavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumenakili maelezo haya hapo juu ili kujenga taswira ya mambo ambayo wewe kama kiongozi wa nchi na serikali yako mmefanikiwa kuyatekeleza ndani ya kipindi cha miaka minne ya uongozi wako. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kwa niaba ya Waislamu na wananchi wa Tanzania kwa ujumla, tunachukua nafasi hii kukupongeza sana kwa kutimiza kipindi cha miaka minne ya uongozi wako ambao tumeshuhudia mafanikio mengi sana na makubwa katika kipindi hiki kifupi. Hakika mafanikio haya yanadhihirisha umakini na umahiri wako katika majukumu yako ya mkuu wa nchi. Miongoni mwa mafanikio hayo makubwa tunayojivunia nayo ni katika utoaji wa huduma za jamii, uimarishaji wa miundombinu hususan barabara, reli, viwanja vya ndege, bandari, huduma za kiuchumi na kijamii, ujenzi wa madarasa, huduma za maji, utawala bora, mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi pamoja na kuhamasisha utalii. Kipekee kabisa ni ukamilishaji wa miradi ya kimkakati iliyoleta mafanikio makubwa ya moja kwa moja kwa wananchi kama vile reli ya kisasa ya kiwango cha kimataifa SGR, mradi wa kufua umeme wa maji wa bwawa la Mwalimu Nyerere, uimarishaji wa miundombinu ya barabara, miradi mikubwa ya maji. Na katika hili Mheshimiwa mgeni rasmi, mfano mzuri ni mradi mkubwa ambao umeuzindua hivi karibuni tarehe 9 Machi wa maji wa Same, Mwanga, Korogwe, ambao mradi huu ulianza zaidi ya miaka 20 iliyopita na umekuja kuzinduliwa baada ya awamu ya kwanza kukamilika. Mradi huu ambao kwa taarifa tulizonazo utagharimu bilioni zaidi ya 400 hela za Kitanzania umekuja kutatua changamoto kubwa sana katika maeneo ya Mwanga, Same na Korogwe, hasa kutokana na ongezeko la maji kutoka lita milioni 3.7 kwa siku hadi lita milioni 51.6 kwa siku. Mbali na pongezi hizi za dhati, tunachukua dhima ya kuendelea kukuombea sana dua ili uendelee kuwa na afya na nguvu ya kuendelea vyema na majukumu yako kwa ufanisi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu azidi kukuthibitisha katika uongozi wako na akulinde na kila hasadi, chuki na kila baya dhidi yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA pia haliko nyuma katika kukuunga mkono katika juhudi hizi za kuhudumia jamii katika nyanja mbalimbali
ambapo mambo mbalimbali yamefanyika chini ya uongozi wa Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Pamoja na mambo mengi ya dini na kadhalika, kuna mambo ya kijamii ambayo ni pamoja na kuwaunganisha Waislamu wa Tanzania, kuwafanya wawe kitu kimoja, kuimarisha mahusiano ya dini zingine, kusimamia maadili ya vijana wetu ikiwa ni pamoja na kupambana na mmomonyoko wa maadili, kuimarisha na kukuza taasisi ya ndoa na malezi, utunzaji wa mazingira, ambapo Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na jumuiya zake zote, JUAKITA na vijana pamoja na mikoa wameshiriki zoezi la kupanda miti na kutunza mazingira, na takriban miti 1,300,000 hadi sasa ndani ya mwaka mmoja imepandwa. Kipekee kabisa ni ujenzi wa vituo vya afya na zahanati, ambapo hadi leo hii vituo vya afya na zahanati mpya zinazojengwa nchi nzima ni vituo 47 ndani ya miaka hii minne, na vingi viko katika hatua ya kati na ya umaliziaji. Awamu ya pili ya mpango huu ni kuandaa kupata vifaa tiba pamoja na wataalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama walivyozungumza wenzangu waliotangulia, tunatambua kuwa kuelekea mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu nchi yetu itaingia katika jambo muhimu na adhimu la uchaguzi mkuu kwa ajili ya kupata viongozi watakaotuongoza katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Tukio hili ni muhimu sana katika kujenga na mustakabali mwema wa maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ndio maana leo hii katika kusherehekea sherehe hizi za Eid, kauli yetu mbiu tumeweka kwamba ni amani ndio msingi wa maendeleo, shiriki uchaguzi kwa salama na amani. Hatua tulionayo sasa tunatambua kwamba ni ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura, na kwa hapa Dar es Salaam na baadhi ya mikoa mingine zoezi hili limekamilika. Tunashukuru sana Tume Huru ya Uchaguzi kufanyia kazi maoni ya wadau na kuongeza siku 2 za kujiandikisha katika mkoa wa Dar es Salaam ili kutoa fursa zaidi kwa watu wa kurekebisha taarifa zao na wengine kujiandikisha kwa mara ya kwanza baada ya kutimiza masharti. Tunaamini wale wote waliokosa nafasi katika muda wa kawaida walitumia nafasi hii kurekebisha taarifa zao. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linatoa wito kwa mikoa ambayo inaendelea na zoezi hilo la uboreshaji wa daftari, Waislamu na wananchi kwa ujumla wenye sifa wajitokeze kwa wingi katika zoezi hilo ili waweze kutekeleza haki yao ya msingi ya kuchagua ama kuchaguliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi zitakazotangazwa kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Aidha, kupitia jukwaa hili tunaziomba mamlaka husika za serikali kuzifanyia kazi dosari zilizoripotiwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita na kusisitiza suala la kutenda haki katika kila hatua ya mchakato wa uchaguzi, kwani haki ndio msingi mkuu wa amani. Tunatoa wito pia kwa vyama vya siasa vyote pamoja na wagombea waepuke vitendo vya rushwa katika uchaguzi, kwani rushwa ni adui wa haki. Tunaendelea pia kuomba waliopewa majukumu ya uratibu na usimamizi wa mchakato mzima wa uchaguzi watekeleze na kusimamia majukumu yao kwa haki, ueledi na kufuata sheria ili waweze kuendelea kuaminiwa hata katika hatua ya mwisho ya utoaji wa matokeo ya uchaguzi. Tunaiomba serikali na vyombo vyake kuendelea kuuamini muhimili huu wa taasisi za dini na kushirikiana nao katika hatua zote za kuelimisha wananchi kuhusu uchaguzi na hatimaye kuhamasisha ushiriki wa wananchi wengi katika uchaguzi, kwani muhimili huu ni muhimu na ni rahisi kuwafikia watu wengi zaidi, na kubwa zaidi wananchi wana imani na kutegemea sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapomaliza ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni nguzo ya 4 katika Uislamu, mbele yetu ipo nguzo ya 5 ambayo ni hija, ibada inayotarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu Maka nchini Saudi Arabia. Kutokana na ratiba ya utekelezaji wa mambo mbalimbali ya hija ambayo mengine yako nje ya uwezo wetu, kupitia jukwaa hili tunatoa wito kwa wale ambao wote wanaokusudia kutekeleza ibada hii au kudhamini watu wao wafanye haraka kukamilisha miamala yao katika taasisi za hija walizojiandikisha nazo. Aidha, kutokana na mabadiliko ya mfumo wa shughuli za hija, kumekuwa na changamoto kubwa sana katika taasisi za hija
kuweza kukamilisha baadhi ya masharti kwa wakati hadi kufikia mfumo kufungwa kabla ya kukamilisha masharti hayo. Tunaiomba sana serikali isaidie kuwasiliana na mamlaka za Saudi Arabia kuwaomba wawafungulie mfumo ili taasisi zilizochelewa kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wao ziweze kukamilisha taratibu hizo, hususan kwa upande wa mahema. Ikumbukwe kwamba taasisi hizi zinafanya kazi kutoa huduma kwa kutegemea malipo ya mahujaji ambao wanachelewa sana kufanya malipo haya. Sambamba na hilo, tunaomba kukamilisha taratibu tulizozianza za kuwezesha shirika letu la ndege la Tanzania la HCL kusafirisha mahujaji kwenda Saudi Arabia kwa mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumaliza, nachukua tena fursa hii kukushukuru wewe binafsi, viongozi wote waliojumuika nasi katika shughuli hii adhimu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu azidi kuwajalia afya njema na salama ili waendelee kuliongoza taifa letu kwa hekima na busara. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, anawatakia Waislamu wote na wananchi wote wa Tanzania kusherehekea sherehe hizi za sikukuu ya Eid al-Fitri kwa amani, ukarimu na utulivu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu atuonyeshe haki katika kuwa ni haki na tuwezeshe kuifuata, na tuonyeshe batili kwamba ni batili na tuwezeshe kuiepuka. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.